Amen. In the book of 1 Peter, chapter number 2, verse 2. Stella, please naomba ukapata mic ili unisomee scriptures very fast. Amen. Hallelujah. Amen. Let's read. Can you read together, all of us? Let's go. Some pamoja si wote. So that you can grow into the fullness of your salvation. Cry out for this now. Acheni kujifanya. Naona mnakaza lakini utoi sauti. Bana siwe. Let's read. Let's read by faith. Let's go again. You must crave pure spiritual milk so that you can grow into the fullness of your salvation. Cry out for this nourishment as a baby cries for milk. Amen. You must crave pure spiritual milk so that you may grow into the fullness of your salvation. Cry out for this nourishment as baby cries for milk. In that verse, nataka King James Version, the same scripture. King James Version, tusome tena. Nataka ilu. Let's continue. As newborn babes desire the pure milk of the world, that you may grow thereby. Now, when you connect that scripture in a new translation and then New King James Version, inaongea about the word of God, na inaongea about you must. Ya kwamba si option. As much as you want to grow in the grace of salvation, no shortcut, you must. Kama unataka kukua katika neema ya wokovu, hakuna shortcut, lazima. Na then anaongea about the pure milk of the word of God. So equate the word of God with the pure milk. Kwa hivyo linganisha neno la Mungu na yale maziwa. Then he said that you may grow thereby. But in new translation nasema kwamba that you may grow in your salvation. Na anasema kwamba ndiposa ukapate kukua katika wokovu wako. Najua kwamba hata tukimaliza ibada sasa umebarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. The second in the book of Peter chapter number 3 verse 18. Ya pili ni Peter kifungu cha 3 mstari wa 18. Second Peter Petro wa pili 3:18. Second Peter. Petro wa pili. Yes, I like that. Let's read together. But grow in the special favor and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be all glory and honor, both now and forever. Can we maintain New King James Version so that we may New King James Version? Let's read it. Let's go. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both So, now and forever. the second scripture, it tells you that there's a need for a believer after salvation. You grow in the grace. Na andiko hiyo mahali ya pili inaonyesha kwamba kuna hitaji kubwa ya muumini kutamania kukua katika neema ya wokovu. Now look here, in the book of, I think Titus chapter number 2 verse 11, the Bible says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Now that grace wakati inaingia ndani ya maisha yako, unaweza ikuza from a baby Christian, you become a mature Christian who is a son in the kingdom. Bwana asifiwe sana. Then the last one, in the book of Hebrews chapter number 5:12, we can read to 14. Let's read together. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Now, for somebody to grow in salvation, the writer anasema kwamba kuna chakula aina mbili, kuna maziwa ile ya mtoto na kuna ile solid food kama ungali ile ya kisiangi. Ni vile Biblia ingeandika hiyo lakini inaongea njoo hiyo. Bwana asifiwe. Let's verse 13. For everyone who partakes only of milk is
unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Whosoever now rely on milk, Yule ambaye anategemea maziwa, yeye ni unskilled in the things of God, the word of God, also righteousness. Na yeye anaitwa nini? Mtoto. Let verse 14. But solid food belongs to those who are full, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Hallelujah. May the Lord bless his word. Mungu abariki neno lake. Tutaendelea kwa nyingine. Now I want to share with you tips Ningependa kushiriki na nyinyi njia how to grow to grace, in grace to maturity. jinsi ya kukua katika neema ya kukomaa. I started by saying that in the church of today, Nilianza na kusema kwamba katika kanisa ya leo, the reason why many things are not happening, sababu ya vitu nyingi hazifanyiki, and I repeat again, na narudia tena, the reason why we are not attractive people in the church today sababu kubwa ambayo kwa nini hatuleti ama hatuvutiwa watu kanisani leo, is because the church is full of spiritual babies. kwa maana kanisa imejawa na watoto wa kiroho. I'm not saying that you are not born again, but you are born again. Sisemi kwamba haujaokoka lakini umeokoka. But after salvation, you have to be intentional to grow in the grace. Lakini baada ya kuokoka lazima utamanie kukua katika neema. And that's why Paul is encouraging the church. Ndiposa Paulo anatia kanisa nguvu. He is telling them, since now you have received Christ, Anawaambia kwamba jinsi sasa umepokea Yesu, you need now to start a long journey of growth. unahitaji sasa kuanza mwendo mrefu wa kukua. And I want to encourage every one of us Na ningependa kutia kila moja moyo that you may desire to grow in the things of God. posa utamanie kukua katika vitu za Mungu. We saw why God will never do many things to most of us. Tuliona kwa nini Mungu atafanya mambo mengi kwa wengi wetu. Because he's waiting for us to mature. Kwa maana anatusubiria sisi tukomae. And when you read the Bible, Wakati unasoma Biblia, you are going to understand that in God's house, utaenda kuelewa katika nyumba ya Mungu, you are either a baby or you are son or daughter. unaweza kuwa mtoto ama mwana. And that's why Galatians said that chapter 4. Ndiposa Wagalatia 4 inasema hivi, That as long as heir is a child or a baby, kama mtoto ni mtoto ama mtoto mchanga ama mwenye anarithi, the Bible says, although he must inherit inheritance, Biblia inasema kwamba ijapokuwa anapaswa kukuwa na urithi wake, then that inheritance is given to custodians basi hiyo urithi inapewa wale ambao wanaisimamia until the time when he mature up. mpaka wakati ambapo atakomaa. And I said strongly that there are things, as much as you are praying, Na nikasema sana kwa ujasiri kana kwamba kuna vitu ajapokuwa unaomba, God will never entrust you, na vitu Mungu atakuaminia nazo, because he knows that you cannot have right mind to take care of them. kwa maana anajua hauna akili sawa ya kutengeneza ama kulinda zile mali. So as long as you are spiritual babe, Kwa hivyo kama utakuwa mtoto wa kiroho, then God will wait for you until appointed time. basi Mungu atakungojea mpaka wakati wake, When you grow up, mpaka ukomae. then that time God can entrust you with that blessing. Basi Mungu wakati huo anaweza kukuaminia na hiyo baraka. And I told you, kuna utajiri Mungu hawezi kupatia ukiwa young. I'm telling the truth. Hata kama utafanya nini, because anajua kwamba hii itakuharibu. Sawa. Utakuwa unaenda kununua nyanya, unanunua, unatupa, unakanyanga watu kwa sababu uko na pesa. Hiyo ndio inaitwa toto. Mungu anajua kwamba ngojea wakati ambao utakuwa mature, then you can use the resources well. Mungu anangojea wakati ambao utakomaa, ndiposa unaweza tumia zile rasilimali vizuri. And what happens mostly in physical is the same with spiritual. Na kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa kiroho pia ni sawa na katika ulimwengu tunaoona wa kawaida. And we saw many signs that somebody is a spiritual babe, although he is in the church. Na tukaona ishara nyingi za watu ambao ni watoto wa kiroho ijapokuwa wako kanisani. And I don't want to repeat that because we shared on Sunday. Na sitarudia hayo kwa maana tuyashiriki Jumapili iliyopita.
Now when you want to grow in the grace, Sasa wakati unapotaka ama tamania kukua katika neema, I start by saying that it is your own choice. nimeanza na kusema kwamba ni uamuzi wako, As it is in natural, brethren, na ni kitu ya kawaida, as it is in natural, na vile ambavyo iko katika ukawaida, then the same it is in the spiritual. na pia hivyo iko katika kiroho. Wakati mtu anazaliwa kuenda juu, kuna vitu za Mungu wapendwa, kuna vitu za Mungu. Niliwaambia kwamba kugrow uwe tall ama short, you cannot change it. Hiyo ni plani ya nani? Ya Mungu. Bwana siwe sana. Na mostly anaangalia babako na mamako walikuwa wanatoshanaje, anaenda na hiyo. Ama si kweli? Kweli kabisa. Kweli. Bwana siwe. Amen. Let's say that to grow up ni plani ya Mungu, si ni kweli? Yes. He chose some to be short, mwingine tall. Lakini story ya kunona hiyo ni bidii yako. Amen. Kweli ama si kweli? Kweli kabisa. Kwenda hapo ni Mungu, mwachia Mungu. Lakini hii ingine sasa ni kazi yako. Bwana siwe sana. Amen. And that's why the same spirit and the spiritual maturity, it is purely your decision. Na ndiposa pia katika kiroho kule kukua ama kukomaa ni uamuzi wako. When you want to settle to be a child, God has no problem with you. You shall go to heaven. Because the Bible says the kingdom of heaven is for the little baby. Wakati ambapo umeamua kukaa utoto, basi pia utaenda mbinguni, kwa maana pia Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu ni wa watoto ama ni wa wana wake. Wale wanakaa kama watoto wadogo, imani sana watoto. I was talking to mzee mmoja. Nilikuwa naongelesha mzee mmoja. Na alikuwa ametoka out of the way. Na alikuwa ametoka kwenye njia. Na alikuwa anaingia kwa vitu kama hizo. Akaingia and he used to ulevi. Na alikuwa na justify kila anafanya, siye ako na control ni kitu kingine. Na akaniambia kwamba have you never read reference? Nikamwambia nao tukaongea mambo falme. Akaniambia hujasoma ya kwamba, alianza na kuniambia niko 60. Na akaniambia hujasoma ya kwamba ufalme wa mbingu ni watoto wadogo. In other words, yeye mmechua. Kwa sababu ya dhambi hawezi qualify. Wala siwe sana. I'm trying to say that now, the kingdom, you will not go to hell. I'm telling you that. Napenda kuanza kusema kwamba hautaenda Jehonamu, but you shall go to heaven. Lakini utaenda mbinguni. But you never had crown. Lakini hautakuwa na ile kofia. Because taji. A child will never work for God. Kwa maana mtoto hatawahi tumikia Mungu. Because all the time I told you that children have a syndrome of dependency. They will never reach a place whereby they can be responsible to serve. Kwa maana niliwaambia kwamba watoto wana tabia ya kutegemea, kwa maana hawatawahi fikia kiwango ambacho ni cha kujitegemea. So you shall go to heaven. Kwa hivyo utaenda mbinguni. And you shall be singing, nitaingia lango Rosu menyamaza. Nasiva moyoni nitaingia kwa shangwe kuu. Now, hiyo utaingia, I assure you. Ninakuhakikishia hiyo utaingia. As long as you are not living a life of sin. Ijapokuwa kama hautakaa katika maisha ya dhambi. But many of the privileges here, lakini zile baraka ama zile manufaa hapa chini, you never see them. Hautaiona. And you reach a place whereby you settle in your mind that all the promises of God, they don't work. Na inafika mahali unatulia katika mawazo yako kana kwamba ahadi za Mungu hazifanyi kazi. The grace of God used to work in the time of New Testament. Neema ya Mungu ilikuwa inafanya kazi wakati wa agano ya kale. So you need to mature up. Kwa hivyo unahitaji kukua na kukomaa. When you mature, then you start now to love God inheritance. Wakati ambapo unakomaa, unaanza kupenda urithi wa Mungu. And that's why I like the book of Hebrews. The Bible says when Moses matured, I think Hebrews chapter number 11 verse 24, he refused false identity. And then the Bible says he chose to serve. In other words, to live right. Instead of enjoying fleeting pleasure of sin.
because he knew there's a reward for living righteous life. Katika kitabu cha Waebrania, Musa aliamua kukaa maisha matakatifu kwa maana alijua kuna taji na kuna zawadi mbele. And I tell you, brethren, when you start to grow, unaanza kuona vitu inafanyika until watu wengine ambao wajamachua wataanza kuwa na shida na wewe. Amen. Alikuja juice, aliokoka juice, anatuongoza. One day, I was chosen to lead, the first time to lead area meeting, area pastors. Wakati wa kwanza nilikuwa nimechaguliwa niongoze mapastors ama wachungaji wa area. That time it was a big, very fast, kutoka Utawala mpaka this side at the river. And then they were about 14 pastors. Wakati hiyo ilikuwa ni eneo kubwa, ilikuwa kama wachungaji 14. And I was the youngest. Na mimi ndio nilikuwa mchanga pale. Arakisha. I say I was the youngest. Nilikuwa kama mchanga katika Kiswahili Kiswahili ongea sheng. Nilikuwa young pale. Amen. And then everybody was saying, pana angengojea, watu wana complain. Watu walikuwa wananungunika wakisema after a short time waanza kusema kwamba by the way you are the right person to lead us. Naomba the same will happen to you. That God will accelerate your grace. That you shall do things that you don't qualify to do naturally. Naomba hii pia itakuwa sehemu yako. Mungu ataharakisha kukua kwako. Utafanya mambo ambayo si ya kawaida. So it is your decision to grow. Kwa hivyo ni uamuzi wako kukua. Many people in the church, they were born again. Watu wengi kanisani wameokoka. But wamefika mahali wameacha kugrow. They have become spiritual dwarf. Lakini wamefika mahali they are not growing, wamekuwa dwarf. In other words, nothing is new in their lives. Kwa njia nyingine hakuna kitu kipya katika maisha yao. When they speak the same message they were speaking 10 years when they were saved. One mzee wakati nilifanya kazi mahali alikuwa anatuhubiria sana kesha, na alikuwa anahubiri message moja kila kesha, na mwanamke Msamaria akaacha mtungi. Acha mtungi wako, mpaka tulikuwa tunajua kesha kendi nahubiri atatuhubiria the same story ya mwanamke na mtungi. Amen. Kwa hivyo tulikuwa tunajua tukienda kesha yule mhubiri atatuhubiria ujumbe ule ule kuhusu Msamaria na mtungi. Because alifika mahali kila anajua ndio hiyo. Na that's why ukiwa grow utakuwa unafanya vitu ambao ni zile tu ulikuwa unafanya zamani. Ulikuwa unaomba 5 minutes, bado unaomba 5. Na ukimaliza lazima ulale. Baba katika jina la Yesu. Hallelujah. Unalala. Yani ulikuwa umezaliwa lakini spiritually uko dwarf. Mtu ana grow, aliokoka, na baada ya kuokoka akaanza kuomba 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours. Sahi anachezea 3 hours. Ati unaniuliza inawezekana? Inawezekana. It's possible. Bwana siwe sana. Amen. Kwa hivyo naomba Mungu akusaidie, because hakuna kitu hatari kama mtu alizaliwa na akaacha kugrow. These people, most of them, they become rebellious. Watu wakati mwingine wanakuwa wanakana. And all the time they oppose any change. Na wakati mwingi wanapinga ubadilisho wote. And I pray God will help you to grow to a level whereby new things will start happening in your life. Na ninaomba kwamba Mungu atakusaidia ndiposa upate mambo mapya yanafanyika kwa maisha yako. Because anything that is ambao umezoea inakuanga enemy of progress. Kwa hivyo kwa maana kile ambacho umezoea inakuwa ni kama adui ya kuendelea ama kusonga mbele. So there are those who are born again. Kwa hivyo kuna wale ambao wameokoka. And they are growing well. Na wanaendelea kukua. And there are those who are born again. Kuna wale ambao wameokoka. And they are not growing. Lakini hawakui. Ukitaka kuanjua wakiingia kwa any team, they will never come for prayers. How dearly walizaliwa madrafu. Hawataki kugrow. Ita maombi na maybe acha naongea juu ya worship team wako na uniform. Kama mtu akujangi practice, anakuja practice lakini anangojea mmalize maombi ndio kanaingia. Hataki kuomba. Ile section ya maombi anakuanga na allergy ya maombi, ni kama ana sneeze akisikia katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen.
Wapendwa, why should you be in the kingdom and you suffer to a point where nobody will admire wokovu wako? Kwa nini wapendwa tukue katika ufalme na tunateseka sana mpaka hakuna mtu anatamania wokovu wako? Struggle to pray is indication that mtu is not responding to the grace. Kung'ang'ana katika maombi ni ishara ya kwamba huyu mtu aendi na neema. I saw something Charles kwa media wakisema kwamba don't marry in the church. Na ni vibaya watu wanapenda naongea kwa sababu asema not everybody in the church is doing well. Wanasema nikijana alikuwa anasema kwamba kanisa ni kama hospitali na kuna some patients are not responding well to medication. Anaongea about spiritual dwarfs now. They are not responding well to medication. Hawajibiki vizuri katika dawa iwapeleki vizuri. Dawa iwapeleki vizuri. Bwana siwe sana. Amina. Now let me start now by showing you how you can grow fast. Kwa hivyo nataka kuanza kuonyesha vile ambavyo unaweza kuwa kwa haraka. Now look here. Tuangalie hapa. Jesus went to the temple or synagogue one day. Yesu alienda katika madhabahu siku moja. And he was about 12 years ago. 12 years of age. Na alikuwa ni kama miaka 12. And now he had discussion with the teachers. I think not 12, it was younger than that. Kwa sababu alikuwa amepotea na wazazi wake. Ni kama ilikuwa 12, alikuwa amepotea, si mtu mkubwa anapoteanga. Kwa hivyo walikuwa wana discuss. Walikuwa na usemi kidogo. Then Jesus was coming with that revelation. Lakini Yesu alikuwa anakuja na ufunuo. Because I told you that revelation and mysteries are only preserved for the sons, not children. Now, he was coming with the revelation. Mpaka wanauliza, kijana, hii vitu alipata wapi? Amen. Lakini haendi na age, inaenda na desire that you have. Amen. Wacha kusema kwamba niliokoka zamani. Unajua zamani ukihubiria kuna wazee alisema kwamba alikuwa na wale missionaries wa zamani. Kwa hivyo nilikuwa na wale missionary, nilikuwa nambebea Biblia, wote niambia nini? Amen. Bwana siwe sana. Amen. It's not about how many years uliokoka. Si vile miaka ngapi ambao umeokoka. But how you are responding to the grace of God. Lakini vile ambavyo unawajibika ama unajibika. Now the first thing that will make you to grow. Kitu ya kwanza ambayo inakufanya ukue is Bwana siwe sana. Na hii growth naomba kwamba hata vitu ambao mtu mzima yesifanya utafanya katika jina la Yesu. The first one is what we call craving for the pure milk of the word of God. Ya kwanza ni ile kutamania kwa maziwa ya neno la Mungu. Pure milk. Ile maziwa safi. Which is the word of God. Ambayo ni neno la Mungu. Now look here, brethren. Tuangalie hapa. Any man who want to grow in salvation. Kila mmoja ambaye anataka kukua katika wokovu. I'm saying any person that want God to use him. Nasema yule ambaye anataka Mungu amtumie. Any man that want to experience God blessings. Yote ambaye anataka kupata baraka za Mungu. Then the first step. Basi hatua ya kwanza. When you receive Christ. Wakati ambapo unapokea Yesu. Is when there is craving for the word of God. Ni ile kutamania neno la Mungu. Craving, watu wanajua kwamba wakati mtu, let me use this example. My friend alikuwa na mke wake akiwa mjamzito na saa alikuwa anangojea ikifika saa 8 za usiku anamwambia mtoto anaitisha mahindi choma. Saa 8 nani anachoma mahindi hiyo wakati? Na naanza kulia, anatoka nje anamwambia acha nikakutafutie. Please hata ukibarikiwa usiite vitu vingine, crave kwa vitu ambazo ziko karibu na wewe. Amen. Bwana siwe. Na alikuwa anaambia kwamba anatoka akachukua gari anaenda town, anatembea kwa street mpaka asubuhi anakuja anjapata nini? Mahindi. Si angesema nyama, kuna mahali unaweza pata nyama, si kweli? Yes. Lakini kusoma nyama choma, mahindi choma saa 8. Bwana siwe sana. Amen. Na akamuuliza kwa nini, anasema kwa nisipokula hiyo nasikia kama nakufa. Now the same, wakati una crave the word inamaanisha kwamba if you don't read the Bible unasikia ni kama unakufa. You deny a craving. Inamaanisha kwamba now your spiritual inner man is alive and is growing. Inamaanisha kwamba ile mtu wa ndani wako anatamania kitu. Let me tell you the truth.
Niwaambie ukweli. The church is looking for mysteries from Nigeria. Kanisa inatafuta yale yaliyofichwa kutoka Nigeria. But the most important thing for you to know that the Bible is so simple. Lakini kitu ya maana sana kujua kwako ni Biblia inakuwa ni kitu sawa kabisa. Ni watu wao wana complicate maandiko. Ni so simple, brethren. Amen. Watu wana complicate vitu. Hata anaanza kihubiri, anaombiri na Greek. Tukiwa Bible school we studied about Greek 1 and Greek 2. Na mtu alikuwa anasoma kidogo akihubiri anasema kwamba this what the theos is say. Theo ni God. Sasa watu wakija chai wanataka kujua mambo ya theo hiyo. Wanataka tu Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Mungu ni word ni very simple vile nasema. Kwa hivyo tu. Amen. Kwa hivyo anasema cry for the word of God so that you may grow in salvation. Kama mtu atagrow, if someone will grow, then atakuwa so close to the word of God. Atakuwa karibu sana na neno la Mungu. That every day you cannot do without a word. Kila siku huwezi ukafanya bila neno la Mungu. Then you start to grow up. Basi unaanza kukua. Mtoto ambao amezaliwa ananyonya kila wakati. Na wakati mtoto anaacha kunyonya kuna sign ya kwamba mtoto hayuko sawa. Amen. Sema good amen. Amen. The other time niwaambie example kwamba kuna 2 major hospitals in Kenya. Zimepakana kwa barabara, this side na this side, Ngong Road, sawa. Kenyatta na Rob Hospital, siko hivyo. Na daktari wanaruka hiyo kabridge wakienda Kenyatta anamaliza anarudi na hospital. Huyu daktari alikuwa the other side akifuka kama ninge na hospital anajikomboza na kuwa mzuri. Ama nurse. The same, Bwana siwe. Na wakati ambao mtu ako these big hospitals za matajiri, acha niseme hivi, niliwaambia kwamba na sitawafunza kila kitu. Ukienda kumwona mtu kwa hiyo hospital uendangi na kitu kingine, uendanga na card na maua. Imeandika kwamba quick recovery. Na then unapeleka live flowers. Unamwekea pale. Anaamka baada ya kuitisha kila atakula, anasoma. Na anaanza kusema kwamba I remember my brother Nick, when I was sick, he brought to me a bouquet of flowers. It was so exciting. Amen. That is only for those hospitals. Now the other hospital, I'm not discrediting our government in Eto Kenyatta. You don't go with those things. You may receive a curse. Unaweza pokea laana. You go with thermos na vitu kama hizo otipot ndio naendanga nazo. Na wakati ambao unataka kujua kwamba mgonjwa ana respond well, this other hospital unakuta kwamba anasoma papers, anasoma your cards. The other side, mtaka kujua ame respond vizuri, hata daktari si lazima akupime akulilise. Anangojea the remark ambao mgonjwa anaambia watu akitoka. Akisikia mgonjwa akisema kwamba nenda waambie mama watoto ache upuzi, aongeze ungali. Jua automatically huyo mtu amefanya nini? Kesho atakuwa discharged hata kama si anjapona, because inamaanisha kwamba senses zilikuwa zimekufa na kama unaanza kula zimeamka. Amen. Which means now lazima now ukawa home based care. Pale unaweza kunywa uji, uongezwe soup, uongezwe mtuna vitu kama hizo, because hospital cannot contain that thing. Wakati mtu akiwa mgonjwa anakula is a sign that is going to make it. Amen. Wakati mgonjwa anakataa chakula is a sign that he may die. Yes. And the same wakati mtu ambao ameokoka na akuli neno la Bwana, inamaanisha kwamba although atakuwa kanisa, atakuwa amekufa kiroho, atakuwa a backslider in the church. Amen. Atakuwa amerudi nyuma katika na ako kanisani. And backsliders will never eat of the word. Wale waliorudi nyuma hawatakula kanisani. But all the time they shall be eating junk food from the social media. Lakini kila wakati watakuwa wanakula yale ambayo yako kwenye mtandao. Kila wakati ni inaitwa nini, TikTok,
Hiyo ingine WhatsApp, ile ingine. Yaani ukianza kufanya hivyo, na wapendwa, kama kuna temptation nafaa kuavoid asubuhi, ni kufanya kindoda yako hivyo. Ukianza hivyo, ni hivyo. Hiyo siku imefanya nini? Imeenda. Especially kwa TikTok. Sana kwa TikTok. Ufanye nini? Kidogo hivyo tu. Mmeenda. Utaanza kuona mtu amembeba na maji. Unasikia wacha niangalie ingine. Unaona mtu mwingine anakunywa maji. Unaanza kuona punda imebebwa na maji. Na unaanza kusema gai punda inaenda ya punda mtu. Sasa unafaa kuwa unafanya kazi. Social media has become a great snare to this generation, this one. Mtandao imekuwa mtego kubwa sana kwa kizazi hiki. Whereby for an all day you cannot read a scripture but much in read, because kwa social media ni kama wewe admin wa kila junk. Wewe ndio unajua kila kitu. Ita kitu ifanyika kidogo unajua. Mtu ambao ariara akiwa sijui wapi unajua. Mwingine sijui alifanya nini unajua. Your heart is not a junk. Guard your heart against those things. Linda moyo wako kutokana na mambo hayo. Every time I have a program to read and study the word. Kila wakati ama kila siku kuwa na wakati umetenga wa kusoma neno la Mungu. Wapendwa, kutumiwa na Mungu ni choice, and I repeat again. Kutumiwa na Mungu ni choice. Now one of the qualification is how acquainted you are with the word of God. Na kitu ambayo inakufanya utumike na Mungu ni vile ambavyo umeelewa ama soma neno la Mungu. There's a way you can walk with God. Njia ambayo unaweza tembea na Mungu. Whereby you cannot survive without a word. Mahali nafika uwezi endelea bila neno la Mungu. That every day you have to read and study the word. Kwamba kila siku unafaa kusoma neno na kutafakari ile neno. And that's why Peter anawaambia kwamba if you are going to grow in the grace of salvation. Posa Petro anawaambia kwamba kama mtakuwa katika neema ya wokovu. From children to become sons and daughters. Kutoka katika watoto mkuwe wana. Then you must cry for the pure milk, the word of God, so that you may grow in your salvation. Basi lazima mtamanie maziwa safi ya neno la Mungu ndiposa mkue katika wokovu. Crying so strong ya kwamba yani hata kama uko kwa ofisi lazima Bwana siwe. Amen. Mtu kama anapenda chiefs, amependa chiefs sana na uingie nacho kwa ibada, na unapenda sana. Hata kama nahubiri aje utakuwa unaingia kwa mkono. Na unafanya hivi. Unakula because shida ni crying. Make sure that hata kama uko kwa ofisi au una program, yani kwa vyovyote vile ka scripture utatoa kwa maandiko meditate upon that thing. Hata ukiwa kazini hakikisha kwamba umechukua andiko kidogo na utafakari. I'm telling you practical what can help you. Ninawaambia kwa maisha ya kawaida kile ambacho kinaweza kusaidia. Bwana pewe sifa sana. Amina. In this book of 2 Timothy chapter number 2 verse 15. Katika Timotheo wa pili kifungu cha pili mstari wa 15. The Bible speaks of something. Biblia inaongelea kitu fulani. This is 2:15. I've angalia 1 Timothy. Is it Peter or Timothy? 1 Timothy 2:15. Read. Nevertheless, she will be saved in childbearing if they continue in faith, love. Are you second number first? First. Second, if you go to 2 Timothy. What the Bible says that, yes, this one. Now, what am I confused? Let's read together. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bwana asifiwe. Amen. Paul anaambia Timothy his son. Paulo anaambia Timotheo mtoto wake. If you want to prove yourself to be a man of God before God, kama unataka kujionyesha sawa mbele ya macho ya Mungu, then it is demanded that you know the scripture well. Basi inahitajika kwamba uonyeshe unajua andiko vizuri. It is by these scriptures whereby you can remind God what he has promised. Ni kwa andiko hili ama maandiko haya kuona kile Mungu ambaye amehaidi. Now for the very fast now. Na kwa haraka sasa. Baada ya kusoma maandiko, after reading the word of God,
then that is not the end now. Hiyo sio mwisho sasa. And I show you what to give you revelations and what to make you grow in salvation. Nitakuonyesha kile ambacho kinakupea maoni na kufanya ukue katika wokovu. The first thing is whereby you read the raw word. Aya kwanza ni ile ambayo unasoma neno la Mungu jinsi ilivyo. Whereby you are looking for the promise of God. Ambapo unatafuta ile ahadi ya Mungu. Whereby you are looking at the promises of God. Ambapo unatafuta zile ahadi za Mungu. The conditions that God has given for something to happen. Na ile mikakati ambayo imewekwa katika hizo ahadi ndio ifanyike. And also there are things that you can learn, lessons that you can learn from the word of God. Na pia kuna ile somo ambayo unaweza soma kutoka kwa neno la Mungu. There's a day nilikuwa najiuliza for a long period of time, kwa nini watu kanisani they don't prosper? Ilikuwa inanisumbua kwa muda mrefu. Then one day the Lord spoke to me. If you want to prosper, study the life of Abraham and his family. Uangalie ni nini walifanya, then do it. Because the Bible says, what has spoken to one has spoken to all. Biblia inasema kwamba ile ambayo ameongelesha mmoja ameongelesha wote. And out of that I came with the 7 things that Abraham family practiced. And this is the reason why church of today wanaongea kwa ndimi, wanaomba kwa many hours, but very broke. Na hii ndio kwa maana kanisa ya siku hizi inaomba sana lakini pesa hawana. Prayer is very important, but there are conditions that you need to read in the Bible. Ile mtu fulani alifanya, because when you do that, you get the same results. Say a good amen. Amen. I don't know how to repeat those 7 things. But even today, nimeziandika. Now in my heart, everywhere, in my book, nimeandika vitu 7. To practice them, at least I forget. Because I want to see the same results. Na nimeziandika katika kitabu changu, kila mahali nimeandika kwa maana sitaki kusahau. Can I mention them 7? Naweza. 1, naweza kumbuka kitu moja. Having a very strong altar of prayer. The second thing, living a holy and blameless life. The Bible says, be blameless and I will confirm my blessing to you. The third thing was lifestyle of tithing. Ya 3 ni maisha ya kutoa fungu la 10. It was a life of serving the kingdom. Ya 4 ilikuwa maisha ya kutumika katika ufalme. 5, it was securing parental blessing. Ya 5 ni kule kupata baraka za wazazi. Ya 6 was also priest blessing, how to secure my priest blessing. Na ya 6 ni vile ambavyo ya kupata baraka za kuhani wako. And the last one was hard work. Na ya 7 ni kufanya kazi kwa nguvu. Wakati niliona hiyo vitu, macho yangu ikafunguka, nikajua kwamba hii story ya miracles ni kufix kitu ambayo iko inafanya ili uendelee. Kuna ile conditions ama ile vitu Mungu amefanya ndio ameweka kwa msingi fanye kazi, si miracles. Miracle ni kukusaidia. Kama ulikuwa mgonjwa upone, na baada ya kupona lazima unajua conditions to live a healthy life. Kama sivyo utapoteza tena. Amen. Sema good amen. Kwa hivyo baada ya kusoma maandiko, after reading the word of God and make it habit every day, na kuifanya kama tabia yangu kila siku, that you read and study a scripture. Kwamba utasoma na uelewe kila andiko. After reading now, you go to the second step whereby you do meditation of that word. Baada ya kusoma unaenda sasa hatua ya pili ambapo unatafakari ile neno ambalo umesoma. Now I'm going to take an example about the Amphiphos. Nitaenda kuchukua mfano wa Amphiphos. Amphiphos ni nini? Ni wanyama, si ni kweli? Wanyama. Wale ambao a good an example. And I'll give an example about a sheep. Nitapeana mfano mzuri wa kondoo. Now look here. Tuangalie hapa. When a farmer goes to take the sheep, maybe to graze them. Wakati mkulima anapeleka zile kondoo, one of the things that happens is kwamba he opens the door. Kitu ya kwanza kile ambayo inafanyika, anafungua ile lango of sheepen. Ile lango ya nyumba ya kondoo. Ya nyumba ya kondoo.
Then baada ya kufungua, and after opening, kama napeleka malishoni mahali hakuna kondoo anaendanga polepole. Kweli ama si kweli? kweli. In fact walikuwa wanatoka mbio wakikimbia, because ni ile stage ya kwanza ya craving for the green pastures. Zinakimbia, hata kuna zingine unaweza simama kwa mlango ikuangushe ikienda kula, kwa sababu kuna hiyo craving the word. Maana kuna hiyo tamanio ambayo wako nayo. Then wakati ambao anaenda ku grace, then anaipeleka mahali kuna green pastures. Already you have it now. Kuna neno la Bwana ambao uko nalo. The Bible says somewhere, the word of God is not so far that you can say, who go to heaven na atulete hiyo neno. Ama ni nani ata cross the sea ailete kwetu. Anasema is so close to you. You have the Bible in it. You have your phone kwa hiyo neno. Kwa hivyo kutosoma ni rebellion. Hallelujah. Amen. Then wakati anapeleka malishoni, zinaanza kula. Na naongea na Gen Z kwa sababu anjui mbuzi ni nini. Bwana sio sana. Hata kondoo anjui ni nini. Lakini lazima ujue, because Biblia inaongea mambo hivi vitu vingine. Inaongea hivyo. Imeongea about bread, imeongea ile vitu ambayo inajulikana. Hivi vitu za kisasa haziko. Kwa hivyo ikiendelea kulishwa, unaona kila wakati inafanya mkia hivyo. Ingine inaweza kuwa disturb, lakini inafurahia ikikula. A true Christian ambao anaenjoy the word, akisoma neno huwa anaenjoy. Yule ambao Bwana siwe, akisoma neno ni kama nikalala bai, anaanza kufanya hivi, ndosa anaamka. Anadosa anaamka. Na wakati ameacha na Biblia anakuwa awake, alert and enaitwa nini, enthusiasm. Awake, alert. Lakini akisoma Biblia lullaby. Bwana asifiwe sana. Amen. Yule ambao ina man ayuko dead akwa life, when he is eating the word, wakati ambapo anakula ile neno la Mungu, ana underline akicheka, ana underline akifurahia, ana underline akiwa anafurahia, anachorea akifurahia. And that's why I tell you, most of the time, if you have a manual Bible na Biblia yako ni safi, a clean Bible, a dirty heart. Biblia safi lakini moyo chafu. And that Bible that is underlined, a clean heart probably. Biblia ambayo imechorwa, imeandikwa moyo safi. Yani anafurahia, akiandiko nasikia kwamba anasema, unaona anainuka anaomba kidogo kwa sababu anafurahia. Lakini yule ambao ana kiroho amekufa akisoma, ni kama anasoma fasihi ama literature about the river and the source. Concubine, mind boy, shamba boy. Hakuna shamba boy, wacha kunimislead. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kuna hiyo kwanza kujua, hiyo ndio step ya kwanza. Amphiphos, when they go and grace, they are so happy eating. Ama ng'ombe anakula mpaka jioni, akienda nyumbani ametulia. Na ng'ombe ikiwa nasikia njaa ndio kuna fujo, ikiwa imeshiba inakuanga kama. Ukiona Mkristo wa fujo ako na njaa ya neno, asomangi, ni mtu ambao anastenteniwa na social media. Amen. Wakati neno imejaa, you don't talk a lot. Every time uko ulimwengu mwingine. Yes. Sema good amen. Amen. The second step now inakuwa meditation. Baada ya kukula neno, unaenda level ya meditation. Wakati hiyo mnyama anakuja kwa nyumba jioni, akiwa ameshiba, anaanza shughuli nyingine ya queuing the card. Anaanza anatoa ile chakula alikula, analeta tena, si ndio? Yes. Na wewe sioni hiyo chakula, sijui unasikia wanaendelea kufanya nini? Kula mpaka karibu usiku mzima. Anakula. Baada ya kula, now you go to level of meditation. Ndio inaitwa queuing the card now. When by the word that you have read, mahali ambapo ile neno umesoma, in your spirit now you are thinking about it, deeply meditation about it. Katika roho yako unaifikiria, unaitafakari. It is here whereby revelation now are broken now. Na ni hapa mahali ambapo maoni yanaonekana. Is there now you have now
the other realm of mysteries, because it's now you are meditating upon the word of God, it becomes so clear. Whatever seemed to be possible, naanza kuona this is possible kweli. Amen. Sema good amen. Amen. Na hiyo ndio naanza kuwa assimilated in your body now. Now inaikuwa in your mind, now inaanza kuingia in your heart. Amen. Hallelujah. Amen. This generation knows so much about the word in the head, but never taken it in the heart. Hii kizazi ambacho tuko kinajua sana kuhusu neno, lakini hawataiweka katika moyo wao. That's why hata wakiomba unasikia mtu anaongea maandiko. It is written in the name of Jesus, no witch will stand against me, for it is written I'm Israel. Na unjui maandiko nasema nini ili witch as. Unajua maandiko ni kama machine. Lakini baada ya kusema hiyo machine maandiko yote, hakuna kitu inafanya kazi katika maisha yako. The second level, meditation. Njia ya pili ama hatua ya pili, kule kutafakari. Why David, kwa nini Daudi as a young man, alikuwa mchanga, he grew to the grace na akakuwa katika neema, whereby God entrusted him to become father of a nation, a boy. Mpaka mahali Mungu alimwaminia kukuwa baba ya mataifa akiwa bado akiwa mchanga. The Bible says he grew in the grace. Biblia inasema kwamba alikuwa katika neema. In somewhere say that all the night long I meditate on your word. Zaburi inasema kwamba usiku wote nilikuwa natafakari neno la Mungu. Wewe kama aufikiri vitu mbaya, unaota vitu mbaya. Amen. Now let me tell you the truth. Whether you lack meditation, you do it lazima. Every man who is living must do meditation. Kama hakuna word, you do meditation of your problems. Those two things is you to choose. Acha kusema usiku wote utakuwa awake. Na naambia watu kesho, hata nilisikia asubuhi, nilisikia ndege ya kwanza ikienda airport. Nikasikia ingine ya saa 6 watchman wa mandege. Kwa sababu now you are fully meditating on your problems. Maana unatafakari sana kwa mashida ambayo unayo. Meditation of your problem leads to fear and also anxiety. But meditation of the word of God gives power and peace in your mind. Kule kutafakari kwa mashida zako inaleta uoga, lakini kutafakari neno la Mungu inaleta ujasiri. I want to dare you. Nataka kuwajaribu. Before you sleep, kabla ulale, take a scripture. Chukua andiko. Think about it. Na uifikirie. Incubate it in your heart. Na uiweke kwa roho yako. I tell you, as you wake up in the morning, kuambia na kuhakikisha kwamba ukiamka asubuhi, spiritual will be so much light. As roho yako itakuwa ina nguvu sana, nyepesi. And then you are going to have peace that you cannot explain. Na utakuwa na amani ambayo huwezi ukaelezea. The meditation of your problem leads to worry. Kule kutafakari mashida yako inaleta uoga ama kule kuhuzunika. That's why Jesus said that do not be anxious about anything, because he know that people are anxious about anything. Hata kama fees haijalipwa, wapendwa, usilale na hiyo shida. Fikiria neno ambayo naongea juu ya hiyo kitu. Fikiria hiyo neno. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kama kuna kitu daktari alikuambia, usifikirie vile alikuambia. Amini vile Kristo anaongea juu ya hiyo kitu uliambiwa na daktari. Oh yes. Amen. All night long I meditate over your word. Kila usiku wote ninatafakari kuhusu neno lako. This time now you are chewing your card. Wakati sasa unakula ambacho unatafakari kile ambacho ulikula. You are pulling what was in your mind, you are downloading it to your heart now. Sasa kile ambacho ulifikiria unakileta kwa moyo wako sasa. And that's why God said to Joshua, let this book of law not depart from your mouth. Let's read the book of Joshua chapter number 1 verse 7 to 8. Tutamalizia hapo. Joshua 1:7 na 8. Inasema nini hiyo scripture? Let's read together. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Then verse 8, very important. This book of Let's read with passion. This is very important. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate in it
that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Now when you read this scripture, Mungu anaambia Joshua a secret. Now Joshua amekuwa picked to lead a big number of people, wengine ni wazee. Na anasema kwamba my leader was so strong, I can't fit on his shoes. Na Mungu anamwambia kwamba my son, I'll give you a tip how you can fit in his shoes and how you can more prosperous than him. Na naanza kumwambia kitu wa kwanza, let this book of law not depart from your mouth. Bwana Swisa. The first thing, Kitu ya kwanza, you shall read it meditating loudly. utaisoma na utaitafakari kwa upana sana. Wapendwa, acha kuambia kitu moja. Let me tell you one thing, brethren. Even wakati ambao umechoka, we are in a better age now. You can put ile Bible inaongea, inaitwa nini? Audio Bible, and then you sleep. Zamani watu walikuwa wanaambiwa kwamba hawakuwa wanaambiwa vizuri when I was growing up. Wakati ulikuwa na ndoto mbaya, ulikuwa unaambiwa na mhubiri ya kwamba this is the sword of the spirit, the Bible. Na unaambiwa kwamba jioni as you go to sleep, make sure that you lie on your Bible. Na anakuambia kwamba ukienda kulala ulalie Biblia yako. And I know many people even today wako na Biblia wanalalia kwa kichwa. Hiyo ndio inaitwa unganga na ujinga wa ngongoro 5 kgs. Amen. And then Bible yako inakuanga na twofold. Morning ni Biblia, jioni ni pillow. Alafu unalalia ati usiote ndoto mbaya. I guarantee you, devil will never be scared by sleeping on the Bible. Hata ndo tutengenezewe blanketi imeandikwa scriptures, utanyongwa tu ukiwa chini hiyo blanketi. Utanyongwa siku. Amen. One day I went to visit I was in high school, nimeokoka. Sitaki kuambia watu nimeokoka, I'm afraid. Nimetoka church nikaenda church nyingine ya watu kuomba kila wakati. And I went to visit my hand up there. Nikaenda kusalimia aunti yangu pale juu. Na sitaki kumwambia nimeokoka. Amen. Na kwa hivyo sitaki kuomba kwa sababu sitaki watu wajue nimeokoka. Na tulikuwa tunalala sitting. Kwa hivyo nikasikia usingizi. Nikalala kabla watu walala wakikula. Niliota nikinyongwa. Kila mtu akasikia. Nikaibika. Na nikasema kwa sababu nimeibika, hata wao nitaibisha. Nitakuwa naomba ijalishe. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Ukilalia Biblia na ule mtu ambao ako na kamuti, ako na mkia wa nyani ama wa squirrel, muko the same. This one does not help. Hii moja haisaidii. What will help? Kile ambacho kitakusaidia Is when you put the word in your mind, ukiweka akili yako, neno la Mungu katika akili yako. you are reading loudly. Unasoma kwa sauti. That's why Hebrew they were commanded, thou shalt teach this word to your children when they are walking, when they were sleeping. You shall speak those scriptures, memorize about them. Iposa Waibrania walikuwa wanafunzwa. Anamwambia kwamba ukitaka kuwa na success, acha nikupatie 3 things. 1, hiyo neno, speak about it, memorize the word. Kile kimeandikwa. Then the second thing anamwambia baada hiyo, then go to meditation. You shall meditate upon it. And then ya mwisho ndio verse 7. Bwana siwe sana. Amen. Kwa hivyo meditation, you are taking a quiet time. And you are studying that word. You are thinking about it. Kutafakari, unafikiria ile neno. When you get a revelation, you write it. Unapopata ufunuo unaandika mahali. When you are praying using that revelation. Kati ambapo unaomba ukitumia ufunuo ule. Your prayers will be like arrow that is full of fire. No devil will stop it. Amen. Hakuna shetani ambaye atakusimamisha. Lakini neno bila meditation, ile neno ya kawaida umesikia unaanza kusema. That's when niliwaambia wakati wa COVID, many people died reciting Psalms 91 because it was here. Haikuwa imeingia, ikafanyika kuwa sehemu yao. Amen. Sema good amen. Amen. Then baada meditation, the last stage now. Hatua ya mwisho, ile chakula wameweka nao inaanza kuwa absorbed in the body system, inakuwa energy.
Then anasema kwamba now you need to do the word or practice the word. Kufanyisha ile neno la Mungu, kuifanyisha kazi. Ukimeditate na ufanyishi kazi, then it is aborted mission. Wakati ambapo unatafakari lakini ufanyishi ile neno la Mungu kazi, inakuwa ni kama imepotea hivyo. Now look here. Sasa tuangalie hapa. Verse 7 again in the book of Deuteronomy 1 and Joshua 1:7. Katika kitabu cha Yoshua 1:7 pia hapo tumesoma. Ndio anasema hivi. Nasema hivi. Only be strong and courage that you may observe to do according to all the law which Moses my servant spoke to you. Now, hiyo neno utapata, hiyo revelation, make sure that you do your best to do it. Hiyo ufunuo ambao utapata, uhakikishe umefanya juu chini, ufanye vile ambavyo umeona. Mambo ya kiroho, it is not in wishful thoughts. Wamba you wish. And where the church may stack, Pentecostal church, you wish it will happen. You wish. It is not in that level. Haiko hivyo, haiko hiyo sehemu. It is in a doing thing. It is in action now. Iko katika mahali ama sehemu ya kufanyisha kazi. Hallelujah. Amen. Wakati nili understand what one of the hard work ndio napatia watu kuwa na success. I said as a man of God, I'm going to increase the hours I pray. I'm going to increase the hour that I spend in the word because I need to work extra hard. Kwa maana nilisema nitaongezea masaa ya kuomba, masaa ya kutumikia Mungu, kwa maana ninahitaji kwenda katika level ingine. Now, Deuteronomy 28 verse 1. Katika Torati 28 verse 1. 28:31. The Bible says what? Biblia inasema aje? Now it will come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God and observe carefully all his command which I command you today, that the God will say to you. Observe to do. Bwana siwe sana. Now there's what now you are getting, then you obey. Na hiyo ndio shida kubwa kanisa. We know the truth about the word. Tunajua kweli wa neno, but the will to do it, lakini ile kupenda kufanya hilo neno, is the biggest challenge. Hiyo ndio changamoto kubwa. You know what you can do to prosper. Najua kile ambacho unaweza fanya uendelee. But you have not that will to do it. Lakini hauna hiyo roho ya kufanya hivyo. You know what it costs for you to excel in the place of work. Unajua ni nini ambacho kitakufanya uendelee mahali pako pa kazi. But you have not that will. Lakini hauna hiyo tamanio ama James 1:22-25, the Bible says what? Are we there? Tuko pale. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Now, when you become hearer of the word but not doer of the word, in other words, you are fooling yourself. Wakati ambapo unasikiza neno lakini ufanyishi kazi, kwa njia nyingine unajidanganya. So in the word of God, if the word is going to be benefit to your life, kama neno la Mungu itakuwa ni manufaa kwa maisha yako. Now look here, one of the scripture that I fear, tunamaliza na hii. Andiko moja ambao inanitisha sana. In the book of Hebrews, katika kitabu cha Waebrania, inasema kwamba look careful that, anasema kwamba the message that was preached to them was preached to us. But that the message was preached to them did not profit them. And they did not enter God rest. Because they did not mix it with the faith. They had it, but never practiced it. Because it costs faith to practice the word. It costs faith to practice the word. Inahitaji ile imani kuifanyisha kazi neno la Mungu. Mungu alikuwa amewapatia ahadi nyingi. God had given them many promises. Lakini maandiko yanasema hizo ahadi hazikuwafaidi hata kidogo. Kwa maana walikuwa wazuri kwa kusikia neno. Na walikuwa, unajua kuna makanisa wanajua kusaidia mhubiri akihubiri. I can see your car coming. Kila mtu anasimama. Yes, man of God. Mtu anajua. Expect Tanzania, kila mtu anachukua leso. Wanakuja mbele. Yeah. Na saa hiyo unafaa kuandika ukisema yeah. That's why ukitoka hapa ukimuuliza nini mlisoma, unasikia kwamba tumebarikiwa. Ni nini uliambiwa? The man of God blessed us.
Kwa nini? He was anointed. How? He was sweating. Kwa sababu watu wengi wanafikiria kwamba kusweat ndiyo inaitwa anointing. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, I don't know what I can tell you. I'm speaking from my heart. Sijui naweza waambia nini, lakini naongea kutoka kwa moyo wangu. If you fail to reach to that level of doing action, I guarantee you, you will remain the same. Kama utafika hiyo kiwango ya kufanyisha neno la Mungu kazi, basi na kuhakikisha kwamba utabaki pale pale. Na utakuwa na mtu unaweza blame because of your failure. Utakuwa na mtu ambao unajua anakoroga. Na hakuna mtu anakoroga. Ushaona mtu anaenda kwa manabii au wanjinga au anaitwa waombezi, lazima kuambiwa amerongwa na mtu. Anakuuliza hapo chini ya kwenu. Hakuna mtu kwao, hakuna chini na hakuna upande. Amen. Nani ako chini yenu? Unasema ni so. Na anakuuliza, na kwa nini wanajiuliza nani anakumaliza? Unatoka hapo na hasira. Hasira. You have never reached to the place where you are doing the word. Bwana siwe sana. Amen. Kwa hivyo kama hiyo neno haitakuwa mixed with the faith, because it is that action of faith that will make now doing word. Hiyo tendo ya imani ambayo itafanya ile neno ifanye kazi. Matthew 7, I think 21, inaongea about what can a wise builder and a foolish builder. Is it Matthew 7, 14 ama 21? Amujui. Kale ka story kana trade kagani. Sema tunahitaji power. Bwana siwe. Amen. 7:24. Bwana siwe sana, exactly. Anasema kwamba Matthew 7:24, Stella. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Tosha. Any man that hears the word of Christ kile yote ambaye anasikia neno la Mungu and he meditate that word, na anatafakari hiyo neno, then you do it. na unaifanyisha kazi. You are likened with a wise man who built on the rock. Na niwaambia, everything that matters in life of any man, we don't just miracle does happen. You build it. You build your marriage from small, mna grow. You build your career. Ulianza kidogo unaendelea. That's why unasoma, unaendelea kubuild your career. Unaenda training za leadership. You build your ministry. Unajenga huduma yako. You build your family. Unajenga familia pia. Whatever things that matters in our lives, we build them in process. Mambo ambayo yanajali katika yanahusika katika na nasema kwa kila kitu na build inaweza kuwa either on the rock ama on the sand. On the rock inamaanisha kwamba kuna maandiko inaongea juu ya how to have a strong family. Hallelujah. Amen. When you know them and you practice them, then you are building that family on the rock, the word of God. Wakati unaingino na unakaa maisha ya hoping things will be good, then I tell you later, maandiko inakukombea na foolish builder ambao anapenda vitu za haraka, ana build on the sand. Because wind must come, rains will come, and what? Storms will come. Then the great will be the fall of what we are building. Hallelujah. Amen. So I'm saying deep on my heart, kwa hivyo nasema kutoka kwa moyo wangu, you must be a doer of the word. Lazima ukue mfanyikazi wa neno la Mungu. The Bible speaks about prayer. Biblia inazungumzia kuhusu ombi. I come to discover, say this, even the preachers, wale ambao wanashindwa na maombi, wanafunza maombi. Wale ambao hata wahubiri, wale ambao wanashindwa na kutoa, wanafunza kutoa. Na iwasaidii. One day I had a young man here. Siku moja nilikuwa na mwana mmoja hapa. Na he was a very dear to me. Na alikuwa rafiki mkubwa kwangu. Si mkubwa, si rafiki yangu, alikuwa mzuri kwangu. Alikuwa mzuri tu. Nampenda. Kwa hivyo nikaona kuna kitu ndani yake. Na I saw something in him. Na Mungu akaniambia kwamba huyu kijana atamtumia. Lakini alikuwa na challenge moja, hakuwa anatoa fungu la 10. Na nikaona kwamba nikimwambia atoe itakuwa shida kwa sababu atoangi. Nikamwambia on teachings, nikamwambia kwamba by the way next month you are going to do 2 teachings. Hiyo wakati uko unafanya teachings za asubuhi.
utakuwa na teaching about tithing. Na alikuwa mwombaji sana. Every Sunday mwanzo umefika hapa anaambia kwamba I'm getting my revelations. Amen. Tukaendelea anaambia kwamba hiyo siku ya kuticha anaona kwamba kutakuwa na happenings. Tukaendelea. Every Sunday was keen to ask him because I knew what the Lord has spoken to me. Your morning nilikuwa nimejiandaa pia kuteach. Hakuwa namwambia nionyeshe notes, akaleta, nikamwambia forward them and they keep them well. Ile siku utaanza kutithe ndio utafunza because hii ni rebellion. Teach what you don't practice. Kutoka hiyo wakati akabadilika. Amen. Hallelujah. Amen. Because he was good at teaching, but he was not good to practice. Sawa? Yes. Unaweza kuwa very good advisor, unaambia watu vile watu wanafaa kula chakula vizuri, unawaambia kwamba make sure that you eat fruits, portion of fruit, and make sure that you take a lot of water, 6 liters. Na in the evening make sure that you take fenches. Na wewe jioni unakoroka 3 plate ya ungali mpaka kila kitu unakoroka. Then ile unaambianga watu haitakusaidia because you are hypocrite. You are not practicing what you know. Church, I finish by saying that can we be the doer of the word? Kanisa namalizia kusema kwamba tunaweza kuwa wafanyikazi wa neno. A word that will not challenge you to do something or to change is not the word. Neno ambayo haitakutia changamoto ya kubadilika sio neno tu. How do you know the word is profiting you? Utajuaje neno linakutia nguvu ama? Hebrews anasema kwamba the word they had did not profit them. Waebrania wanasema kwamba neno ambayo tulisikia haikutufaidi. Ukitaka kujua neno inaleta msaada kwako, inaanza kukuchallenge kuchange. Amen. Unaona kwamba no, this is not the right life. The word is telling me to change. Unaona inakuchallenge. It is transforming you before it transform other people. Inaanza kuchange wewe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Ancient word, ever true, changing me and changing you. We have come with the hope and heart. Let the